Nayo siku ya leo katika jina la Yesu Kristo nataka kuamini ya kwamba tutaendelea vizuri, na kwa hivyo umekaribishwa. Nataka kuomba ili tuweze kuanza haya mafundisho. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, wewe umeketi katika kiti cha enzi na unatawala katika ufalme wa mbinguni na katika ufalme wa dunia. Baba yangu na Mungu wangu, wewe ni Mungu mkuu wa majeshi asiyeshindwa, jemedari, Mungu uliye mtakatifu zaidi ya kila kitu. Jehova, sasa hivi Bwana ninakuja mbele zako, ewe Mungu wa Israeli, ili niweze kukuomba ya kwamba Baba yangu na Mungu wangu uweze kunipa usemi kupitia katika mafundisho haya ambayo nayatanguliza siku ya leo. Mafundisho yaliyo nyeti zaidi, mafundisho ambayo Bwana ni mazuri, ambayo Mungu yanaenda kuwa ya kutupa mwelekeo mzuri na kutusaidia. Jehova Mungu, ninakuomba uweze kutuinua na kutusaidia. Msikilizaji wangu mahali popote alipo, ninamuombea katika jina la Yesu Kristo aweze Bwana kuwa mmakinifu na msikilizaji ambaye atatilia mkazo yale ambaye naenda kuyafundisha siku ya leo. Napotanguliza huu ujumbe, Jehova, ninaomba katika jina la Yesu ya kwamba Bwana utanipa neno la kunenea watu wako na kanisa lako halitapaki sawia tena. Asante Mungu wa Israeli, kwa sababu wewe ni Jehova, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Kwa hivyo msikilizaji wangu, nimejitambulisha nikasema ya kwamba majina yangu ni mchungaji David Wanjala kutoka Nakuru, The Bride of Christ Outreach Ministry. Siku ya leo nachukua hii fursa kukukaribisha katika hii Facebook mafundisho ambayo nimekuwa nayafundisha. Nilikuwa na Jumapili ambazo silipata 6, nikawa ninafundisha kuhusu yule nabii aliyeahidiwa katika kitabu cha Deuteronomy ama kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 18. Tulisoma kutoka katika mstari wa 15 hadi mstari wa 22, ijapokuwa lengo lilikuwa tusome mpaka mstari wa 18. Na kisha niliweza pia kujumulisha vitabu zingine nyingi zaidi, na tukaenda nikaikawa katika sehemu 6, sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5 na ya 6, na tukaongea kwa umakinifu sana na kwa upana kuhusu yule nabii, na tuligundua ya kwamba yule nabii ni Yesu Kristo kulingana na vile ambavyo Biblia ilituelekeza. Maana nilipeana maandishi mengi sana ambayo ukienda kuyasoma utakuta ya kwamba yanaelezea kinagaubaga. Na siku ya leo msikilizaji wangu, nataka kuchukua hii nafasi niweze kukualika katika mafundisho haya, ya kwamba siku ya leo tunaingia katika mafundisho yaliyo nyeti sana ambayo ningeomba Mungu aweze kukusaidia. Ningeomba ya kwamba Mungu aweze kukupa umakinifu, Mungu aweze kukupa utulifu, tuweze kuambatana pamoja. Maana leo nataka kutanguliza ujumbe mwingine ama mafundisho mengine yaliyo nyeti sana ambayo kanisa la Bwana limeweza kukosa kufahamu na kuelewa. Na kumekuja watu wengi sana katika historia ya kanisa wakicha wakidai ya kwamba wao ndio hawa. Na kwa hivyo leo nataka kuleta ujumbe ambao unaitwa Nabii Eliya ama Eliyahu sehemu ya kwanza, na hiyo ni utangulizi. Maana katika Biblia nimekuja kugundua ya kwamba katika Ukristo kunazo vipengo kadha wa kadha ambazo zinastahili siweze kufundishwa vema ili watu wakaweze kushika. Kipengele kimoja alikuwa ni yule nabii aliyeahidiwa, na kipengele cha pili pia sasa ni Nabii Eliya. Na tutakuja tukisoma Nabii Eliya kutoka kwake, tutakuja kusoma kuhusu Yohana Mbatizaji. Kisha pia sehemu zile ambazo ningependa pia tuweze kuzifafanua tutakapokuwa tunaendelea ni kitabu cha Ufunuo 11, ambapo kuna wale ambao wanaitwa the two witnesses ama mashahidi wawili. Tutaona pia Moses atakuja pale, ijapokuwa nimemtaja Moses wakati ambapo tumekuwa tunaendelea katika mafunzo ambayo yalipita. Lakini leo nataka kutanguliza
Na kabla nitanguliza, nataka kuambia hivi kanisa la Bwana kote ulimwenguni, mimi najua ya kwamba wewe unaweza leo kutuambia umeokoka na wewe uko sawa na wewe unaendelea tu katika njia ya kawaida na katika mafundisho ya kawaida. Na wewe haujajua ya kwamba Kristo umeingiliwa na upotofu mwingi sana. Kristo umeingiliwa na upotofu mwingi sana. Kanisa la Kristo halichasaswa. Shetani ametafuta mbinu za kulipandua kanisa la Kristo na kulifanya liwe limekosa mwelekeo, likatoka katika misingi ambalo Kristo mwenyewe aliliweka. Wakati Yesu Kristo alikuwa katika huu ulimwengu alifundisha, na mafundisho yake yamenakiliwa vizuri zaidi katika Injili ya Mathayo, Injili ya Marko, Injili ya Luka na Injili ya Yohana. Na pia katika barua ambazo mitume wa Yesu waliweza kuzinakili, wakifanya nakala zao na hata kunakili katika vifungo za Agano la Kale kuelezea kinakaubaka na kwa upana na hata kwa ufasaha, ili ya kwamba tuweze kujua ya kwamba kile kilichoahidiwa katika nyakati zilizopita kilitimiwa wapi, kilitimika mahali gani. Leo nataka kusoma, kabla sijaanza, kwa sababu leo nataka kufanya utangulizi wa nabii Eliya. Nataka kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume 20:29. Haya ndiyo maneno ambayo mtume Paulo aliyanena, na ni maneno ambayo inastahili kanisa la Kristo ulimwenguni kote iweze kuyawaza. Hivi ndivyo mtumishi wa Mungu alisema. Nitasoma kwa Kiingereza. Nitaanzia 28 nisome, alafu kisha nitaweza kutafsiri. 28 ni Matendo ya Mitume 20 mstari wa 28, anasema, "Take heed therefore to yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost has made you overseers, to feed the church of God, which he has purchased with his own blood." Verse 29 says, "For I know this, that after my departure shall grievous wolves, shall ravage wolves, shall ravenous wolves enter in among you, not sparing the flock." Verse 30 says, "Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to throw away disciples after them." Verse 31 he says, "Therefore watch and remember that by the space of 3 years I ceased not to warn everyone night and day with tears." Hallelujah. And verse 32, which is very important, he says, "And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified." Haya ni maneno yaliyo na uzito mkubwa, maneno ambaye yananenwa na mtumishi wa Mungu mkubwa sana, ambaye alitumika katika Agano Jipya kuandika na kufundisha kwa ufasaha zaidi na kuelezea, akithibitishia ulimwengu ya kwamba Yesu Kristo yeye ndiye Bwana. Biblia inasema katika mstari wa 28 ya kwamba hatarini, kwa hivyo jichungeni wewe mwenyewe na pia uchunge kundi lote la kondoo. Jichunge wewe mwenyewe na pia uchunge kundi la kondoo. Haya ni maneno ama mashauri ambayo mtumishi wa Mungu alipea kanisa la Bwana, ambalo kanisa limeyakosa. Maana wale ambao Bwana amewainua waweze kuwa wakulisha kondoo wa Bwana, waliambiwa kwamba kwanza wajichunge wao wenyewe ili waweze kuchunga kondoo la Bwana, kundi la Bwana. Na hili kundi la Bwana ni Mungu Roho Mtakatifu, ambaye ndiye amefanya kuwa wasimamizi,
amewapea, amewachukumu na amewatunuku nafasi ya kuwa wasimamizi, na ni kwamba Yesu Kristo mwenyewe alilinunua kwa damu yake. Ni kanisa la Kristo. Kanisa la Kristo sio mali ya mtu. Mara nyingi tumeona watu wakitumia nafasi ile ambayo Mungu anawapea kuonyeshana kana kwamba wao wako na usemi na wako na mamlaka mengi hata kuliko Kristo mwenyewe. Mtume Paulo akasema ya kwamba jichunge wewe mwenyewe na uchunge kundi ambalo Roho Mtakatifu amekufanya wewe kuwa mwangalizi, ukijua ya kwamba hili kanisa ama hili kundi Kristo yeye mwenyewe alilinunua kwa damu yake. Kisha mstari wa 29 akasema, maana ninafahamu ya kwamba baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia katikati mwenu na hawatalisasa kundi. Mbwa mwitu wakali wataingia katikati mwenu. Na ninataka kukuonyesha vile ambavyo hao mbwa mwitu wakali wameingia katikati mwa kanisa la Kristo ulimwenguni kote, kila mahali, kwenye kila bara la ulimwengu, mabara zote za ulimwengu. Unaposikiliza mahubiri yanayoendeshwa na wahubiri kadha wa kadha, unakuta ya kwamba kuna mianya mingi sana, kuna utofauti, kuna mambo mengi wanayoyanena hayakunenwa na waliotutangulia. Na hili linaonyeshana ya kwamba hii onyo ambayo mtumishi wa Mungu aliitoa, wachungaji na wale ambao wameitwa kuchunga kondoo hawakujilinda, hawakujichunga. Na kwa hivyo wakati hawakujichunga, wamelipeana kundi la kondoo kuwa predisposed, limewekwa mhanga, limewekwa kuwa prey, kuwa nyama, mawindo, chakula cha muovu. Na Biblia inasema ya kwamba hili kanisa Kristo mwenyewe alilinunua kwa damu yake. Mstari wa 30 anasema ya kwamba hata katikati yenu nyinyi wenyewe kutatokea watu ambao wataongea mambo yaliyopotoka. Haleluya! Na ni ukweli, kwa sababu unapoliangalia kanisa la Kristo ulimwenguni na wale ambao wanahudumu madhabahuni mwa Bwana wakiwa na majina ya kiofisi kama vile ambavyo Biblia inapeana mitume, nabii, wainjilisti, wachungaji na walimu, na wengine vile vile maaskofu, askofu wakuu, watu walio na vyeo kubwa katika makanisa, wenye Mungu amewasaidia, wamepata nafasi ya kuhudumu. Paulo akasema ya kwamba watatoka katikati mwenu na watafundisha perverse things, mambo ambayo ni mapotofu, mambo yasiyo ambatana na mafundisho matakatifu. Na anasema ya kwamba na kupitia kwa hayo wataweza kujitwalia wafuasi wengi sana. Na hilo ni jambo ambalo linaaminika ya kwamba wahuduma wengi wanaamuka, wanafanya sarakasi zao, wanafundisha mafundisho yao ambayo yamepotoka, yaliyo kinyume, na watu wanawashangilia na watu wanawafuata na watu wanaenda wanakuwa wafuasi wao bila hata kuuliza swali. Wanasoma fungo la Biblia lakini wanalitafsiri vingine. Wengine wanashinda tu wakisema waliona maono, ya kwamba walisikia sauti, ya kwamba hata walinenewa na malaika, ya kwamba Mungu katika hayo maono alisema. Na hayo maneno ambayo wanayanakili ukiyatafuta katika Biblia unakuta ya kwamba hayako. Na leo nataka mjue ya kwamba tunapofanya utangulizi huu ni vyema umakinikie huu utangulizi, maana ukiushika vizuri, tutakapokuwa na mtiririko na kuendeleza haya mafundisho, utaelewa vema. Mstari wa 31 ukasema ya kwamba kwa hivyo nyinyi kuweni waangalifu, na mkumbuke ya kwamba kwa muda wa miaka 3 ambayo mimi nilikuwa nanyi, sikukoma kuwaonya, na hata nilikuwa nawaonya kwa machozi. Haleluya! Mtume Paulo anasema ya kwamba nilikuwa na nyinyi miaka 3 na nilikuwa nawaonya kwa uchungu, kwa machozi, nikiwahatarisha na nikiwaambia ya kwamba muwe waangalifu, mchichunge, kwa sababu kutatokea umbwa mwitu ambao hawataliweka, hawatalispea, hawataliachilia kundi.
wataliharibu kundi, watalitawanya kundi, watalitoa katika mantra, katika misingi, watalitoa katika mwelekeo wa mafundisho ambayo Mungu mwenyewe aliweza kuyawezesha yaandikwe kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Akasema ya kwamba nimewaonya kwa machozi, na akasema ya kwamba katika mstari wa 32 ya kwamba sasa wapendwa, mimi ninawawakilisha, ninawaweka nyinyi kwa Mungu na kwa neno la neema yake ambaye yeye anaweza kuwajenga ninyi, na akawapatia urithi katikati ya wale ambao wanatakasika. Haleluya. Paulo akanenea kanisa na akaliambia ya kwamba mimi sina budi wala tu ni kuwaweka mikononi mwa Mungu. I commend you and to the word. I commend you to God and to the word of grace. Word of his grace, neno la Kristo la neema ambalo linaweza kuwajenga ninyi na linaweza kuwapa inheritance. Mtume akaonya watu hivyo, na tunataka kuona katika kitabu cha Yeremia, nabii Yeremia, maana pia nabii Yeremia alionyeshwa haya maneno. Haya maneno ukiyasikia, kwa sababu this is the preamble, the introduction ya huu ujumbe utakuwa mrefu kwa sababu utakuwa na sehemu kadha wa kadha. Siwezi nikajua nitachukua Jumapili ngapi, lakini nakuomba tu kaweze kufuatilia kwa uaminifu. Maana Mungu amenisaidia na amenipa undani na ufahamu wa mafundisho haya, na mimi ombi langu ni ya kwamba Bwana Mungu atagusa mioyo za watu wengi kote ulimwenguni waweze kujiunga na hili gari la farasi, the chariot, that we will join this chariot, that we may walk together, tutembee pamoja katika kusahihisha, katika kufundisha, kuweka msingi wa kanisa la Kristo. Maana kila mtu anangojelea na anatarajia end time revival. Ninataka kuambilia leo, mimi sio nabii, lakini nataka kuambia ya kwamba Mungu hawezi akaegeza ufunuo wa mwisho, ufufio wa mwisho, the end time revival. Mungu hawezi akauwegesha katika misingi iliyopotoka, misingi ambayo imeharibikana. Ni lazima ainue msingi ambao utakiwa umeshikilia ya kwamba Yesu Kristo akicha, yeye atachukulia revival mahali pale na aiendeleze, na hii revival itakuwa na msingi ulio dhabiti, na huu msingi ndio Mungu anaungochelea. Na nani ajuaye, huenda mimi nitakuwa nimeweka huu msingi muwasilishi, kuwasilisha tu huu msingi, na Mungu aguze wengine kila mahali, wasimame na wakaseme kweli tunastahili kuinua huu msingi, kuuteka huu msingi vizuri, ukaweze kuwa na msimamo na pillars na vishikilio, ili ukaweze kuwa strong. Sikiza vile mtumishi wa Mungu anasema, enyi walioitwa kufanya kazi ya Mungu. Tunasoma katika kitabu cha nabii Yeremia 50 mstari wa 6 na wa 7. Hivi ndivyo anavyosema, that my people has been lost sheep. Their shepherds have caused them to go astray. They have turned them away on the mountains. They have gone from mountain to hill. They have forgotten their resting place. Mstari wa 7 unasema, all that found them have devoured them, and their adversaries said, we offend not, because they have sinned against the Lord, the habitation of justice, even the Lord, the hope of their fathers. Hiki ni kilio cha Mungu kupitia katika kinywa cha nabii Yeremia. Anasema ya kwamba watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea,
Na kinachoshangaza ni ya kwamba wale waliowapoteza ni wachungaji. Haya maneno yanakubaliana na yale ambayo nimeyasoma katika Matendo ya Mitume 20 kutoka 28 hadi 32. Paulo akasema ya kwamba kutatokea ravenous wolves, watakuja wanyama wabaya, mbwa mwitu, hayawani walio walafi, wataanza kufundisha mafundisho yao. Na unapoangalia kanisa la Kristo kote ulimwenguni unakuta ya kwamba limeraruliwa kwa haya mafundisho. Kila mtu ameamka na akajitangaza ya kwamba yeye ni mtume mahali fulani, na akatengeneza ufalme wake ambao hauwezi ukaguswa hata na serikali, na ana operate na impunity, na anaongea chochote anachoongea kinakuwa ni sheria ya kiungu, ya kwamba yeyote anayekuja kinyume chake analaaniwa, na anaambiwa hata wewe hautaingia katika ufalme wa Mungu. Wanadamu wengi wamekuja na wamejitangaza wakasema ya kwamba huwezi ukamfikia Mungu ila tu upitie kwao. Wanadhalilisha Biblia ambayo inatuambia ya kwamba Yesu Kristo ndiye njia, ukweli na uzima, na mtu hawezi akafika kwa Baba ila kupitia kwake. Haleluya. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba Mungu akaona kondoo wake wamepotea, na akasema wale waliowapoteza ni wachungaji. Eti wamewasababisha watangatange, na wamegeuza kutoka katika mlima mmoja hadi mlima mwingine. Matumizi ya neno mlima, mara nyingi huwa tunasema ya kwamba twaenda katika mlima wa Bwana, mahali palipoinuliwa, mahali ambapo sifa za Bwana ziko mahali pale, the mountain of the Lord. Twaweza kuitumia kumaanisha kanisa, makanisa, maeneo za ibada, maeneo ambazo watu wamesiinua. Kondoo wa Bwana wametangatangishwa kutoka katika mlima mmoja hadi mlima mwingine, na kisha wameteremushwa katika kilima. Ukiangalia urefu wa mlima na kilima, inamaanisha kwamba kilima kiko chini. Kwa hivyo walianza kwa milima, wakakuta hakuna ukweli kule, kisha sasa wameletwa kwa kilima. They are in a state of compromise. Na kwa kuwekwa pale wanahatarishwa. Biblia inasema ya kwamba sasa kwa sababu wamewekwa katika kilima, wakamsahau Mungu wao, wakasahau mahali pao pa kupumzika, wakasahau their shepherd, their chief shepherd. Hallelujah. Wakasahau Mungu wao aliyewateua, aliyewaita, Mungu aliyewapa mashauri, Mungu ambaye alikusudia ya kwamba aweze kuwa na uhusiano na wao. Na kwa hivyo unapoangalia katika muktadha huu unapata ya kwamba kondoo wa Bwana wamezungushwa katika mlima mmoja na mwingine na mwingine, na kisha wamewekezwa kwenye kilima, a hill. Verse 7 inasema ya kwamba wote ambao wanawapata wanawakula. Do you remember the Shakahola experience? Makezi akawapata wamezungushwa katika mlima mmoja na mlima mwingine, na sasa wamewekwa kwa kilima, akawachukua na akawakula, akawapeleka kule msituni, akawamaliza kule. Na wakati wanawakula, they justify themselves, wanajihesabia haki, wanasema sisi hatuna makosa, makosa sio yetu, hawa ni wachungaji. These are now the servants ambao Paulo alisema watakuja na watajikusanyishia wafuasi nyuma yao, na watawatumia vile ambavyo wanataka. Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba wakati ambapo sasa wanawakula, they justify themselves, wanasema sisi hatuna makosa, hawa wenyewe ndio wamekosea, kwa maana wao wamemsahau Mungu, wamekeuka kinyume cha Mungu, wametenda dhambi kinyume cha Mungu ambaye yeye ndiye mahali pao pa usalama, Mungu ambaye ni tumaini la baba yao. Hivyo ndivyo hawa maumbo mwitu wanavyojichaza na kujijustify. They absolve themselves from blame. Wanasema mimi sikuwalazimisha, ni wao walikuja. Mimi sikuwatuma msituni, ni wao walikuja. Everything is happening in the name of the Lord.
Jina la Bwana kutoka mashariki hadi magharibi, kusini hadi kaskazini, juu chini, mviringo kote ulimwenguni linadhihakiwa kwa sababu ya hawa ambao Paulo alisema take heed unto yourselves. Wao they don't take heed, hawajichungi. Then they purport kuchunga kondoo wa Bwana. Wanakuwa mihanga wa uongo. Wanasubscribe kwa schools of thoughts ambazo hazina msingi katika Biblia. Na wanakauza uso wao na wanasimama wakiwa wanaonyeshana ya kwamba wametiwa mafuta na Mungu. Haleluya. Hizo ni vifungo mbili nilikuwa nataka usimakinikie. Before now I start speaking about Prophet Elijah. Na nikianza kunena kuhusu Prophet Elijah, nataka kutangaza yafuatayo. Wenye wamekuja na wamejidai kuwa Elijah, wamekuwa wanatuambia ya kwamba Elijah hakuwa Muisraeli. Haleluya. Wamekuwa wanasema ya kwamba Elijah alikuwa msafiri kutoka mahali mbali, ili ya kwamba wao wenyewe wajiweke pale to personify themselves as Prophet Elijah. Na ndio siku ya leo nataka kuingia katika vilindi, katika neno la Bwana, katika Biblia takatifu. Ninajua wale huwa wanajiita Elijah wanasoma kutoka the apocryphic books ambazo hazikuwa canonized katika Biblia takatifu, zenye zinahangiwa. Other religions like Orthodox and Catholic na wengine, they hang on vitabu ambazo ziliwekwa, zilidocument oral traditions and literature. Ndio Paulo anaziita hadithi za kale za bibi wazee, akaambia Timotheo ujihadhari nazo. So they come reading from secret sources, na wanazileta, wanaanza kusema ni hivi. Nataka kutanguliza leo Nabii Elia ama Eliyahu katika Kiebrania. Hallelujah. I know when we walk with you on this journey, utakuja kushutuka, utakuja kupikwa na butwa, utakuja kugundua ya kwamba hautakupali tena kuwa mhanga wa waofu. Jina Elijah ama Elia, Eliyahu, ukiangalia maana yake katika Kiebrania inamaanisha my God is Yahweh. Mungu wangu ni Yahweh. Kiingereza tunaweza kuitafsiri ya kwamba Mungu wangu ni Bwana. Na Mungu hapa inatumika, inamaanisha Elohim. Unaposoma etymology ya language ya Hebrew, the development of the Hebrew language, the usage of the wordings there, the China God, English word God, katika Hebrew inamaanisha Elohim. Elohim inakuwa in plural. Hallelujah. So Elijah, neno jina Elijah ama Elia inamaanisha Mungu wangu ni Bwana wangu. Hiyo peke yake inakuonyesha ya kwamba Prophet Elijah was a Jew. That is number one. Elijah alikuwa Myahudi. Sorry for those who come and they juxtapose, they come and they pretend na wao wanajiita Elijah. Ukisoma katika Biblia, watumishi wote walioitwa na Bwana hawakujiwekelea kuwa watu fulani. They operated na majina yao. Walifanya makubwa, lakini hakuna mtu aliyejidai yeye ni fulani. Lakini hao mbwa mwitu, na sitawasipea kuwaita hivyo. I may not mention their names exactly, but they are wolves, ravenous. They are out on a rampage. Hallelujah. They are hell-bent
to spoil, to destroy the church. Na wanaemploy kila kitu, masomo yao, all their resources, wakiinvoke maneno ya unabii, wanasema they are prophesying to hoodwink people ili watu wafuate blindly. Prophet Elijah, I have said ya kwamba jina lake linamaanisha God is my Yahweh, God is my Lord. Hiyo ndio unastahili uelewe. Elijah was a Tishbite. Alitoka, anaitwa was a chips, he was a Tishbite. Alitoka katika mahali kijiji area ambayo inaitwa Tishbe. Kama venye unaweza kutoka Nairobi uitwe a Nairobian, uitwe jina lako then waweke a Nairobian or a Kenyan. Tishbe, Biblia inatueleza vizuri ya kwamba ni area ya sehemu kubwa iliyokuwa inaitwa Gilead. Ndio ukija ukisoma neno habari ya mahali panapopaitwa Ramoth Gilead, inakuelezea kule kwote. It could have been a province or a location or a division kubwa ambapo Tishbe ilipatikana kule ndani. Hallelujah. Ninakupea the geography of Gilead. Jina Tishbite is a designation of Prophet Elijah. Ni jina la kumuelezea nabii Elijah, kumtofautisha, maana kulikuweko na Elijah wengi. Yeye alitoka mahali paitwapo Tishbe, na hii Tishbe ilikuwa katika mahali panaitwa Gilead. Baadaye nitakuja kukuonyesha historically, biblically, ni kina nani walikuwa wana inhabit, who are the inhabitants. Kwa sababu ukitaka kujua vizuri, unasoma Biblia in the context. Wakazi wa mahali panapoitwa Gilead ni kina nani, tutakuja kuwaona. But let me briefly tell you, Gilead ilikuwa wapi? Ya kwamba Tishbe ilikuwa eneo la Gilead lililokuwa mashariki mwa Yordani River, ambayo siku ya leo yaitwa Jordan. Hallelujah. That is very powerful to catch. Ilikuwa ni mashariki, east of Jordan River, ambayo siku ya leo inaitwa Jordan. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Jordan. We know there is a nation we call Jordan. Kuna scholars, kuna wale ambao ni wasomi wa Biblia wengine, husema ya kwamba Tishbe inaweza pia kumaanisha kwa mahali palipo juu ya Galilaya, kusini mwa Kadesh, katika nchi ya Naftali. Hayo ni mawazo ya scholars, theologians, ambapo wao hudhani ama hukizia Elia anaweza kuwa alitoka hapa akaenda kukaa Gilead. Na hata kama hiyo ni ukweli, tumeambiwa ile Tishbe ambaye inaweza kuelezea maeneo ya Galilaya kusini ya Kadesh, inakupea specification. Najua ya kwamba Galilaya ilikuwa ya watu wa mataifa, but Naftali alipewa urithi wake in Galilee of the Gentiles. Hallelujah. Kwa hivyo Naftali was a son of Jacob, alikuwa mwana wa Yakobo. Hata mawazo ya Hawa yakizingatiwa vile vile, itakuonyesha Biblia imetupatia specific, ama mawazo yao yametuelezea vizuri. Alitoka Naftali ambapo yeye alihamia Gilead. Unaona bado inatueleza kama ni hivyo
pia alitoka katika kabila la Waisraeli. Na kupea tu foundation. Because from here we'll walk along. Na nitakuwa na maelezo mengi ambayo nitakuwa nayafunganisha pamoja na yatakuonyesha waziwazi. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Niruhusu nisome katika kitabu cha 1 Kings chapter 17 verse 1. Wafalme wa kwanza 17. Hallelujah. Wafalme wa kwanza 17. I like reading the word of God kwa sababu nikikupea maelezo utasema alisimama tu akatupea maelezo ya ufahamu wake. But I want to align them. The Bible says, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Ili utalishikilia kwa sababu nitakuja kulisoma baadaye. 1 Kings chapter 21. Aja some 1 Kings chapter 21. Tunasoma verse 17 and 28. Hallelujah. Verse 17 inasema, and it came to pass, when Ahab heard that Naboth was dead, that Ahab rose up to go down to the vineyard of Naboth. They chased, okay, verse 17. And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, na neno la Bwana likakuja. The Bible is giving us that talk ya kwamba Elisha alikuwa mtishipe. Si Elisha mwingine, sio Eliyahu mwingine. 28 inasema, and the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, unaona, it was a designation, a designate ya kwamba huyu Elia alikuwa mtishipe, na nimekuambia kwamba Tishbe ilikuwa ni maeneo ya Gileadi. Nataka kusoma katika kitabu cha Wafalme wa pili. Walk with me because I'm introducing this very painstaking message that it will take us to higher notches. Chumbe ambao utatupeleka katika viwango za juu zaidi. Wafalme wa pili 1 tunasoma 3 na 8. But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite. Unaona? Elijah the Tishbite alikuwa na designation ya kwamba ukimtaja Elijah ni lazima useme mtishipe, kwa sababu kulikuwa na Elijah wengine. Hii inamuelezea. Verse 8 inasema, and they answered him, he was a hairy man, and a girt with a girdle of leather about his loins. And he said, it is Elijah the Tishbite. This is the designation, the designations of Elijah, prophet Elijah. 2 Kings chapter 9 verse 6 ndio niendelee. Nikueleza sasa katika breaking down. Hallelujah. Verse chapter 9 verse 6. 2 Kings chapter 9 verse 6, the Bible says, it is what the Bible says. Wherefore they came again and they told him, and he said, this is the word of the Lord which he spoke by his servant Elijah the Tishbite. Elijah the Tishbite. Twataka tuangalie na tujue ni kina nani walikuwa wakazi wa Tishbe ama Gilead. Who are the inhabitants of Gilead? Wenye waliweza kukaa maeneo yale ya Gilead walikuwa ni kina nani? Because tukiwaelewa, tukiwajua, then we know that is where the dissension, that's where the descent of Elijah came from. Mizizi yake na maisha yake yalitokana na wale watu. Kulikuwa na makabila matatu ya Waisraeli ambayo yaliishi katika mashariki ya mto wa Yordani. Kabla Waisraeli wavuke mto wa Yordani waanze kumiliki. Na haya maneno yote yamo katika Biblia.
sio yangu, sio ya kudhania. Haya maneno yote yamenakiliwa vema zaidi katika Biblia. Yamenakiliwa vizuri. Na ndio nataka kukuonyesha. Kulikuwa na Ruben. Kumbuka Ruben alikuwa firstborn. Kulikuwa na Gad. Na kuna half tribe of Manasseh. Manasseh alikuwa mtoto wa Yusufu. Hallelujah. Half tribe of Manasseh. Hawa ndio waliokaa pale Gilead. 3 tribes. 3 sub-tribes of Israel. Reuben, Gad na Manasseh. Makabila haya walipofika pale, kuna watu wanaitwa wa Amori. The Amorites. The Amorites walikuwa mmoja wa kabila 7 waliokuwa wanakaa katika nchi ya Kanani. Na Mungu anawataja vizuri sana alipokuwa anampatia Abrahamu ahadi ya urithi. Kwa hiyo Waamori ndio waliokuwa wanakaa mahali pale panaitwa Gilead. Na utakuja kugundua mbeleni hapa kuitwa hivyo. Utakuja kugundua ya kwamba Gilead alikuwa the firstborn. Mmoja ya hizo tribes ambazo nimezitaja. Sitaki kukimbia pale. But because I am laying the foundation and I'm making introduction, uambatane pamoja na mimi. Kwa hivyo hii nchi ilikuwa imeshikiliwa na Waamori hapo mwanzo, ndipo katika kupigana kwa Israeli wakaikonga, wakaichukua, wakainyakua. Na sasa hii nchi inaitwa Gilead, ni eneo la mashariki la mto wa Yordani, ambayo pia inaitwa Transjordan, across Jordan. Na ndiyo nikakwambia ya kwamba hiyo sehemu pia ilikuwa ya Waisraeli. Tutaona. Haleluya. Baada ya kuwashinda Waamori, kabila la Reuben na Gadi na half tribe of Manasseh, kuna mfalme aliyekuwa anaitwa Sihon, mfalme wa Amori, na Og, mfalme wa Bashani. Hawa ndio makabila yale yalikuwa yameshikilia. This was their stronghold. Sihon and Og. Sihoni alikuwa mfalme wa Amori na Og alikuwa mfalme wa Bashani. Hallelujah. Mto wa Jabok iligawa nchi ya Gilead. Huo ndio ulikuwa mpaka wao. Inaitwa the river Jabok. River Jabok ndio ilikuwa imegawa ufalme mmoja ni wa Amori na mwingine ni wa Bashan. Na ndio naona kwamba Reuben na Gad na half tribe wa Manasseh wakakuja na wakapiga wakaasi wa pale na wakawanyakua. Walipokuwa kuexplore the conquest of land, the conquest of the land of Canaanites. Hallelujah. It is very important to understand that. Kwa hivyo wakazi wa Gilead waliitwa wa Gilead, the Gileadites. Majina mengine, Gilead pia hurifaa ama huelezea maeneo ya mashariki ya milimani, mashariki ya Yordani yaliyo katika milima, ambapo kabila na mwana wa Magiri aliyekuwa ndiye mjukuu wa Manasseh. Haleluya.
Makiri. Ukisoma katika hayo maandiko vizuri utakuta majina kama Makiri. Alikuwa grandson wa Manashe. Umuhimu wake, Gilead ilijulikana kwa mambo yafuatayo. Its natural resources, including palm. Ndio unasikia the Bible says, the balm of Gilead. Tutaona hayo maandishi. Is there no balm in Gilead? Hallelujah. Is there no physician? Kwa hivyo their natural resources zilikuwa zinajulikana kwa uponyaji. Kuna balm of Gilead and aromatic spices. Spices ambazo zina manukato mazuri. Zilikuwa zinajulikana kutoka katika haya maeneo. Hallelujah. Na jina Gilead mpaka wa leo linahifadhiwa katika maeneo yafuatayo. Jebel Telad. Matamushi yamebadilika. Lakini ukigoogle ama ukienda kutafuta katika mitandao, utakuta kuna eneo Gilead, pale Gilead inaitwa Jebel Jelad. Gilead Jelad and Ain Jelad. Haya ni majina matatu ambayo ni present day reference to Gilead. Na pia Ramoth Gilead, hilo la kibibilia, ambapo naona ya kwamba Ahab wakati alikuwa ametabiriwa kifo kwamba pale umbwa walilamba damu ya Naboth. Hapo ndipo sana damu yake italambwa. Akaita Jehoshafati mfalme wa Yuda. Hallelujah. Akamwambia twende vitani. Wakaenda na yeye akaenda kuanguka pale in the field of Jezreel. Kama vile neno la Bwana lilikuwa limetamkwa na nabii Eliyahu. Ya kwamba pale umbwa sililamba Naboth. Hapo ndipo na yeye ataanguka. Na ikakuwa hivyo. Hallelujah. Mahali hapa panaitwa Gilead inapatikana mara ya kwanza katika kitabu cha Genesis. Tuende katika Genesis. Genesis chapter number 31 verse 21 and 22. Hallelujah. Tunapaona hapa. Genesis chapter number 31 from 21 to 22. I'm almost finishing my preamble, my introduction, my part 1. Karibu ninamalizia. Acha tusome. Hallelujah. Mwanzo 31:11, 21 hadi 22. So he fled with all that he had, huyu ni Yakobo. And he rose up and passed over the river and set his face toward the Mount Gilead. Hallelujah. Yakobo anatoka kwa Labani, anatoroka. Maana ametumiwa vibaya miaka kadhaa. Sasa yeye akaamka mapema na akaondoka na akaruka mto. Na akaenda. Aliporuka mto na akaenda katika milima ya Gilead. Hallelujah. The mountains of Gilead. 21. 22 inasema, and it was told Laban on the third day that Jacob was fled. Twamuona Yakobo hapa ndipo Gilead inamtajwa mara ya kwanza. So Gilead was the scene of the battle between Gideon and the Midianites. And there was also a home of prophet Elijah. Bwana Yesu atukuzwe. Gilead ilikuwa ni mahali pa vita ambapo Gideoni aliweka vita zake na Wamidiani. Gilead. That is where Gideon, their bury site. Hallelujah, mwana wa Joash. Mungu alimuita in the book of Judges. Ukienda pale usome story ya Gideon utasikia kwamba alipigana na Wamidiani kule Gilead. Hallelujah. Na pia ilikuwa nabii Elia alitoka huko. The balm of Gilead. Tunasoma Genesis chapter number 37 verse 25. I love the Bible. Genesis 37 verse 25 inasema hivi. Genesis 37 verse 25.
And they sat down to eat bread. Huyo ni hallelujah. And they sat down to eat bread, and they lifted up their eyes, and they looked, and behold, a company of Ishmaelites came from Gilead, with their camels bearing spices and the balm and the myrrh, going to carry it down to Egypt. Hallelujah. The Ishmaelites, the perpetrators of those days. That's where Joseph aliuzwa. Waishmaeli walikuwa wanatoka kule Gilead wakiwa wamepepa sweet spices, wakiwa na ngamia zao, wakiwa wamepepa balm, wakiwa wamepepa myrrh, manemane, wakienda Misri. Hallelujah. The book of Jeremiah, I told you ya kwamba Gilead ndio kulikuwa na, aja tusome, sijui kama inaitwa balm of stew. Balm stew, unaweza kutafuta balm kwa Kiswahili. But let us read the book of Jeremiah chapter number 8 verse 22. You hear the beauty of the Bible. I'm just following up. I know there are many things you can speak about Gilead, but that was not my center of interest. 22 inasema, 8:22. Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is not the health of the daughter of my people recovered? You see, this is Jeremiah lamenting. It's one of the lamentations of Jeremiah. Situation ya pindi wa Israeli is very deplorable, is very sick, suffering from a debilitating disease. I've written a book. Ukisoma hiyo kitabu utapata hali ya kwamba the debilitation. Is it debilitation or debilitating? A condition ambayo ni so sorry. Condition ambayo ukiangalia unaihurumia. Waisraeli walikuwa. Sasa Jeremiah anauliza, je, hakuna balm kule Gilead? Hakuna uponyaji kule Gilead? Kwa nini tena afya ya mpindi wangu haiwezi ikarejea? So it tells us that in Gilead, palms were there, spices were there, and they were not just there externally. They were used medicinally during those days. In antiquity times, mastic was obtained from Pistacia, Lenticus. If now commonly refers to as birds of aspicias of North America, popular stream. They are used for making cough syrups today. That is for education, for academic purposes. You follow up and you want to know what is that. Even today, inaitwa popular tree, popular tree, inatumika kutengeneza cough syrup. Hallelujah. Tumejua sasa Gilead, the conquest of the Gileadites. Joshua, nasoma vitabu vichache sana hapa, then I will pray. Wacha tusome katika kitabu cha Joshua chapter 1 verse 4. Mungu alikuwa tayari amepeana ahadi hata kwa Joshua. When he took over from Moses, Mungu akamwambia mambo, akasema ya kwamba utamiliki. Akasema mstari wa 4, from the wilderness and this Lebanon, even to the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast. Mungu akaelezea Joshua hayo maeneo, the description ukisoma history and the geography, location wise. Gilead ilikuwa pale. Unaweza kusoma the account in Joshua chapter number 22. The whole of it is long. Hapo ndipo utasikia hayo maneno ya kina Ruben, utasikia maneno ya kina Gad,
utasikia maneno ya kina half tribe ya Manashe wakimiliki hayo maeneo na wakiestablish. Na walipokaa pale, Joshua akawaambia, ndugu zangu, mmekuwa watiifu, mmekuwa watu wa kufuata amri za Mungu. Hata licha ya kwamba Moses aliwapatia haya maeneo ya Gilead ya miliki, lakini msikae kitako ndugu zenu pato hawajapata uhifadhi yao. Acheni watoto wenu na wake zenu na wale ambao hawajiwezi, na nyinyi mvuke huu mto muende mbele msaidie ndugu zenu kwenda kumiliki. Na ukakuta ya kwamba East tribes waliacha vitu zao, ng'ombe zao na kila kitu, wakaenda wakasaidia ndugu zao kumiliki the other side of the river. Nao wakarejea mahali pao na wakaishi pale Gilead ama Gilead. Hallelujah. Joshua 17 verse 1. I bless the Lord. Thank you, Jesus. 17 verse 1 says, Joshua 17 verse 1, inasema, there was also a Lord for the tribe of Manasseh. Sikiza. There was also a Lord for the tribe of Manasseh, for he was the firstborn of Joseph. That is for Magir, the firstborn of Manasseh, the father of Gilead. Because he was a man of war, therefore he had Gilead and Bashan. Hallelujah. Alikuwa na Gilead na Bashan. Paka mtoto, one of the descendants of Joseph, ambaye alikuwa Makiri, mtoto wa Manashe, firstborn wa Yusuf, alizaa Magiri ambaye ndiye firstborn wa Manashe, alimzaa Gilead na akamzaa Bashan. Unaona? Praise the name of the Lord. When you look closely, you understand. Elijah the Tishbite may have descended from Joseph. That is my thought. Because he was a Gileadite. And the people that were living there, Reuben, Gad, na half tribe of Manasseh. Na tumeambiwa, even who fathered Gilead, Elijah the Tishbite, the inhabitant of Gilead. Hallelujah. I want to stop there. I will continue. In the afternoon I'm coming. Taendelea na Kisungu. Lakini tutaongea yaya haya. Next Sunday, God willing, tunasonga level nyingine. Heavenly Father, in the name of Jesus, Father, I thank you and I bless you that you have helped me to speak these things. These are mysteries. And I pray, Lord, that you help me, Jehovah, delve deeper into them, making them, my Father, even simpler, that the people may be able to understand and to grasp it. For our focus is on Prophet Eliyahu. Eliyahu Hanavi. Tunataka kunena kuhusu Nabii Eliyahu. Na hiyo ndiyo lengo letu, Jehova. Ilibidi nianze hivyo nikifanya ule utangulizi, ndio ujumbe wetu uchengeke ndani mwake. Kutoka pale, Jehova, najua taendelea vyema. Nisaidie nisungumuze, na wewe saidia msikilizaji wangu ashike, aweze kufurahia katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Msikilizaji wangu, saa 8:30 tutakuwa hapa. Asante sana kwa kunitazama. Peter, Joram, Sikinor, Eric, Okech. God bless you. Msipotee kucha hapa. Saa 8:30 saa 9 hapo. Ujumbe huu ambao nimeupeana hapa utapeana kwa Kiingereza. Maana nilipeana hivi, nataka niwe napeana kwa Kiswahili ndo mtu asiwe na sababu ya kusema wewe ulitumia Kiingereza mimi sikushika. Mungu awabariki wapendwa. Nambari yangu ni 072035
2398. Mchungaji David Wanjala, Bride of Christ Outreach Ministry kutoka Nakuru. Unaweza kunifikia, unaweza kuniandikia barua pepe. My email address is David Wanjala, that is David small d whatever, one word, davidwanjala25@gmail.com. Unaweza kunitext, unaweza kuniwhatsapp, unaweza kuvisit the YouTube channel. The YouTube channel ambayo ni Pastor David Wanjala, or at Bride of Christ Outreach Ministry. Hata hii video nitaiupload pale nikirejea. Baada ya kumaliza ya Kiingereza nitasi-upload zote mbili. Kwa hivyo Mungu akubariki, uwe na ibada mzuri, na Mungu akutende mema unapoendelea kufuatilia. Najua ni tunuku kubwa, sio lazima ufuatilie, but inagharimu mkono wa Bwana. Na mimi ninakuomba uniunge mkono. Tusimame, uniombee. Simama na mimi katika maombi. Napofundisha, haya mafundisho ya gonga masikio ambayo yamekuwa makafu, mioyo ambazo ni mizito, that we may revolutionize. Bwana ameniweka mzigo wa kufanya hivi until I have revolutionized Christianity. Ukristo ikuwe revolutionized, not evolutionary. We don't want evolution. We want a drastic change. A change ambayo haijawahi kuwa. Because when we evolutionize, we just better kidogo tunabadilisha tu kidogo. We want to change completely. Na tuingie katika msingi wa mitume, msingi wa Biblia. Tuhubiri injili ya Yesu bila ambavyo ilihubiriwa. Siku nyingine nitaleta ujumbe ambao unaitwa katika kitabu cha Act of Apostles. Anasema ya kwamba, wacha nitakwambia nikifika pale. Let me not jump there. Diana, welcome. Na saa 9 kuwa pamoja na mimi hapa, tutaendelea. Mungu awabariki, awatende mema. Shalom. Shalom.